unapitia ni kwa sababu hujaweza kumkaribisha Kristo katika maisha yako. Kwa hivyo leo, siku ya leo, nakusihi basi ukaweze kufanya uamuzi. Waelekezi wa nyimbo naomba muweze kusimama hapa. Msomaji unapotupatia kitabu cha mwisho, waraka wa pili wa Petero 3 mstari wake wa 9. Waraka wa pili wa Petero 3 mstari wake wa 9. Waraka wa pili wa Petro 3:9. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake. Kama wengine wanavyokudhani kukawia. Kama wengine wanavyodhani kukawia. Bali uvumilia kwenu. Bali uvumilia kwenu. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Bwana Mungu hapendi mtu yeyote aweze kupotea, bali aweze kugairi njia zake Mungu. Kuna baadhi ya ahadi ambazo Kristo ametuwekea. Kristo amenena kusema kwamba anaporudi mara ya pili anahitaji kwamba tuweze kurithi ufalme wake. Wewe ni mfano wa ahadi ambayo Kristo ametuwekea katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo Kristo amekupangia. Huenda amekupangia afya njema, huenda amekupangia hata upate kazi, huenda amekupangia amani katika maisha yako. Kristo ananena pamoja na akisema kwamba basi uweze kufanya uamuzi. Kristo kuna makuu ambayo amekupangia, maana anahitaji uweze kurithi ufalme wake. Wapenda na wasihi kwa mara nyingine siku ya leo tuweze kufanya uamuzi. Wimbo ni 105 nyimbo za Kristo. Tunapofanya ombi la mwisho, wimbo nambari 105, tunapofanya ombi la mwisho, kuna jambo ambalo unahitaji kulifahamu. Wapenda, tunapaswa kurithi ufalme wa Mungu. Wapenda, Kristo afurahi tunapopotea. Ndipo siku ya leo ananena kusema kwamba tuweze kutubu dhambi zetu. Huenda dhambi zetu ndizo zimetufunga, lakini Kristo anatusihi kwa mara nyingine tuweze kufanya uamuzi. Huenda ya kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu, lakini unataka kujazwa zaidi na zaidi na zaidi. Wewe ndiwe ninayekuzungumzia. Wewe kama umekuwa na pepo mchafu katika maisha yako, wewe ndiwe ninayekuzungumzia wakati huu sasa ukaweza kufanya uamuzi. Wewe kama umekuwa ukisikia ujumbe wa ubatizo huko kanisani lakini hujaweza kupokea ubatizo, na kusihi uweze kukuja hapa mbele ili tuweze kufanya ombi la kipekee. Wewe kama tumehubiri kuhusu sabato takatifu ya Mungu lakini ukakosa kufanya uamuzi kwa kuabudu kwa jambo ambalo inafaa, wewe ndiye ninayekuzungumzia sasa. Uweze kukuja hapa mbele ili tuweze kufanya ombi kwa pamoja. Na wasihi kwa mara nyingine jioni ya leo, na wasihi tuweze kusimama sisi wote tunapoimba wimbo nambari 105. Naomba msaidie waelekezi wa nyimbo microphone. Tunapoimba wimbo nambari 105, hivi sasa tunafanya ombi la kipekee kwa wale ambao wako tayari kufanya uamuzi wa kipekee ili wasiweze kuangamia milele. Maana Mungu anahitaji kwamba tuwe warithi wa ufalme wake. Siku ya leo nakusihi usingoje kesho, usiseme jioni, nakusihi uweze kufanya uamuzi sasa hivi. Wachungaji wa Mungu naomba muje hapa ili tunapofanya wito huu mnisaidie katika kufanya wito huu wa kipekee. Wana wa Mungu waweze kujitolea, waweze kukubali Kristo katika maisha yao. Wimbo nambari 105. Wapendwa, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Wapendwa, Kristo alikufa kwa ajili yetu, na kupitia kwa damu yake ya mwana kondoo, basi nakusihi ukaweze kufanya uamuzi katika maisha yako. Asante kwa hao ambao wamejitolea. Wachungaji naomba mfika wa karibu. Mungu aweze kuwabariki sana kwa kujitolea. Naomba damu ya mwana kondoo ikaweze kuwafunika. Na naombea mema katika maisha yako, muweze kurithi ufalme wa Mungu. Muweze kumfuata Mungu kwa njia inafaa katika maisha yako. Wewe ndio umekuwa ukipuuza ujumbe wa Mungu, wewe ndiwe Kristo anakuzungumzia. Kristo anakuita kwa moyo mkunjufu, maana hitaji ukaweze kupotea. Asante kwa ndugu zangu ambao wanazidi kujitolea. Wapenda, ni siku ya leo ambayo uko nayo ya kufanya uamuzi. Usiseme jioni, usiseme kesho, usiseme mwaka ujao, ni sasa hivi. Maana safari ya wokovu ni sasa hivi wapendwa. Safari ya wokovu haijui kesho. Wewe ukakufa jioni, wewe ukakufa hata kesho, wewe ukakufa hata katika mwaka huu ambao unapanga. Wapendwa, ni sasa hivi. Kristo anakuita kwa mara nyingine ukaweza kufanya uamuzi katika maisha yako. Wewe ya kwamba tuliweza kubatizwa, na wewe ya kwamba pengine umebackslide, na kusihi kwa mara nyingine ukaweza kufanya uamuzi. Wewe ya kwamba uliweza kubatizwa lakini ukaweza kubackslide katika maisha yako. Sasa hiyo wakati mwingine ambapo Kristo anakuja kwa moyo mkunjufu ili ukaweza kufanya uamuzi. Asante kwa wale ambao wanazidi kujitolea. Sasa ni wakati usiangalie jirani yako, usiangalie mke wako,